Yesu Kristo anawahesabia wale waliokataa njia za Bwana, waliokataa kumtii Mungu, waliokataa kuamini jina lake, anawahesabia kuwa ni magugu. Anawahesabia kuwa magugu. Anawahesabia kuwa magugu. Changamana na ngano iweze kubadilisha tena. Kuna wimbo hapa nimeendelea kukuwekea. Kuwekea hapa wimbo mzuri kabisa, ukitazama unakurejesha kabisa, unakuhubiria. Wimbo mzuri sana kuhubiria. Hapa anasemaje? Ile konde ni ulimwengu na zile mbegu njema ni wale ambao watakaa katika mkono wa kuume, ni wale watakatifu, na yale magugu ni wana wa yule muovu. Wana wa yule muovu. Mstari wa 39. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi, mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika wa Bwana. Sikiliza, kipindi hiki ni wakati Yesu Kristo amelituma neno lake. Yesu Kristo anazidi kulieneza neno lake kila mahala. Anazidi kulieneza neno lake kila mahala. Manake wanaolipokea wanafanyika kuwa na wa Mungu. Wanaoliamini ile neno, wanaoliamini ile jina la Yesu Kristo, wanafanyika kuitwa wana kondoo. Wanamwakilisha Yesu Kristo, wanakubali kutembea katika njia za Kristo, wamekubali kuwa watakatifu. Wanasema tuko tayari Bwana, pamoja na changamoto, pamoja na kuzauliwa, pamoja na kwamba tutaonekana wachamba, pamoja na kwamba nisipoweka mawige, nisipoweka kucha za bandia, nisiponyoa vituko, nisipovaa mavazi ya kunibana vijana wanaume, pamoja na yote wamekubaliana na hizo changamoto, wamekubaliana na kuzauliwa, wamekubaliana na kutukanwa, wamekubaliana na kuonekana kana kwamba ni washamba. Hao ndio wanaitwa wana wa ufalme. Hao ndio ngano. Wale ambao wamelikataa neno la Bwana, ile mbegu ya shetani, vishawishi vya ulimwengu, wanakubaliana navyo. Ni wana wa uovu, ni wana wa shetani. Nataka nikwambie, toka huko, ujiepushe na jehanamu. Jehanamu ni mbaya. Jehanamu ni mbaya. Jehanamu inaangamiza watu. Hiyo ni jehanamu ya milele. Heri zikupite. Heri starehe za kidunia sikupite rafiki. Jana, heri walembo wa kiulimwengu wakupite. Heri walembo wa dunia wakupite. Wewe dada, heri mienendo inayoendelea ikupite. Heri yale mapambo yakupite. Heri zile starehe zikupite. Heri ule ukahaba ukupite. Heri ukupite. Jehanamu ni mbaya mno. Jehanamu ni mbaya mno. Fanyika kuwa kondoo. Rudi kwa watakatifu. Badilisha jina leo. Mkubali Yesu Kristo. Nyakati zinakuja, ghadhabu ya Mungu imejaa, hasira ya Bwana imejaa. Anakuita bado, anakuhitaji kijana. Ni heri zikupite mifumo ya kiulimwengu, staili za kidunia, fashion za kidunia. Kubali zikupite tu. Kubali. Jehanamu ni mbaya. Utakuwa umejiepusha, usije ukafua magugu. Sikia, Yesu Kristo sasa hivi anachambua. Twende nikulete tena hapa. Endelea kushare tu, usiogope rafiki yangu. Simon, karibu. Hapa anasemaje? Mstari wa 39. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi, mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Na wale wavunao ni malaika. Arobaini akasema, basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Rafiki, konde ni ulimwengu, shamba ni ulimwengu huu. Hakikisha kabisa Yesu atakapokuwa akivuna, Yesu atakapokuwa anavuna, akivuna atachukua mahindi tu,
hatachukua magugu. Magugu yatakusanywa, yateketezwe, yatateketezwa jehanamu, yatatupiliwa motoni. Akasema sikuwafahamu, anasema sikuwajua. Maana sasa hivi anasema hivi, fanya hima, ingia, fanya kwa nguvu, ingie katika mlango ulio mwembamba. Fanya himu, ingie katika mlango ulio mwembamba, ule mlango ambao ni mwembamba, mlango wa kubeba msalaba wako na kumwamini Kristo. Useme kwamba anaokoa, useme kwamba siku ya mwisho atanifuta machozi, hakutakuwepo na kilio, hakutakuwepo na majuto tena. Parapanda itakapolia, mimi nitamlaki Bwana. Fanya hima, usije ukakusanywa. Malaika wa Bwana usije ukakutwa magugu ukaingia jehanamu. Hamka sasa, hamka, toka kwenye kundi la mbuzi. Nataka uwe kondoo mimi, nataka uwe kondoo wa Bwana, nataka uhesabie katika mkono wa kuume. Parapanda inalia. Tafakari sana, tafakari, jehanamu ni mbaya. Afadhali kuking'oa. Akikukosesha mwanamke, ng'oe. Ikikukosesha tamaa za kidunia, zing'oe. Hakikisha tu unampendeza Bwana. Anasemaje 40? Basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Umekaribia, ishara zote tunaziona. 41 anasema, mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake na machukizo yote, na hao watendao maasi wote wataelekea sehemu ya jehanamu. Watendao maasi watakusanywa, ni magugu yote hayo. Maana yake hayana faida, ni kuteketezwa, ni kuteketezwa. Ni mbuzi hizo, hazina faida, zina vichwa vigumu, zitaangamizwa, bado zitateketezwa. Anasema geuka, fanya hima, ingia kwenye mlango wembamba. Achana na hizo mifumo, achana na mambo ya ulimwengu. Hayakufikishi popote, yana uzima ndani yake, yana mauti. Akasemaje? Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo na yote, na hao watendao mahasi. 42, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaka meno. Ndiko kutakuweko na kilio na kusaka meno. Jehanamu ni mbaya, jehanamu. Hebu share rafiki yangu, na nitazama kwanza. Share tuwahamshe watu waliolala. Share tuwahamshe watu waliolala, wajue kana kwamba wakati wa kukiliwa kwao umefika. Rafiki, tuko ukingoni. Yesu basi bado anakuambia, hamka wewe ulalaye. Atakusanya kama vile mchungaji anavyokusanya, atachambua kama vile mchungaji anavyochambua, anavyotenganisha kundi la mbuzi na kundi la kondoo. Manake kondoo atawakaribisha katika furaha, atawakaribisha katika uzima wa milele. Sasa ambapo tumekaribia sasa, muda wako hizi time. Umeona? Unafikiria nini rafiki? Unafikiria nini rafiki yangu? Mimi natamani tukaombe. Najua umeelewa. Kesho muda wa saa 5 kamili tutaingia, tutakuwa katika ibada ya Jumapili, tutajifunza mambo, tutaendelea. Lakini nataka nikwambie, tuko katika mwisho wa mambo yote kabisa. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi ungana, tumtumikie Bwana. Endelea kuingia kwenye mafundisho hayo. Yatakusaidia, yatakusogeza karibu na mfalme. Yataendelea kukuhamsha, yataendelea kukuhamsha. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo nitaishia hapo. Nataka leo zaidi niombe. Basi nikutamkie neema na baraka, nikutamkie neema na baraka ya Kristo. Muda tena ninatamani tuingie kwenye maombi ya kuomba.